ya kumsaidia mwanaume wake kufanikiwa. Mwanamke ana nafasi kubwa sana. Kwa hiyo mwanamke, maombi ya mwanamke yana nafasi kubwa ya kusaidia mwanaume wake kufanikiwa. Ukimwombea mume wako dua na ukimtamkia mume wako baraka, ukimtamkia mume wako maneno mazuri, ile siku yake unaifungua. Ile siku yake inakuwa, milango yake ya baraka inakuwa wazi. Tofauti na pale ambapo asubuhi mwanamume anaondoka nyumbani, hamuongei, you don't appreciate, umenuna. Wale ambao wameishi kwenye ndoa wanajua, unapoondoka nyumbani ukiwa na amani, ukiwa na furaha, ukiwa na furaha, hiyo siku inakuwa njema kuliko unapoondoka nyumbani kukiwa kuna ugomvi, kuna mafarakano, kuna vita, hakui na utulivu. Mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya mke wangu. Kila ninapoondoka kuna neno huwa anasema, lazima atamke Mungu akutangulie. Lazima atamke hilo neno kwamba Mungu akutangulie mume wangu. Sijui nani alimfundisha, lakini limekuwa ni desturi kwenye maisha yetu. Lazima aniambie Mungu akutangulie. Kwa hiyo mwanamke ana nafasi. Ndani kukiharibika, yani ndani kukishakuwa kuna vurugu, hamuongei, ni vita, ni magomvi, ni mafarakano, nataka nikuhakikishie kwamba kuna milango mingi sana ya baraka inafunga kwenye maisha ya huyo mwanaume ama huyo mwanamke. Mkishakuwa na magomvi na mafarakano, kama unapata unachokipata, usifikiri kungekuwa na amani utapata hicho. Kungekuwa na amani kingeongezeka. Unajua wengine unajipa moyo kwamba pamoja na vita na magomvi na mafarakano, lakini bado tunapata riziki na nini. Lakini nakwambia, kama ungekuwa na amani kwenye familia yako na mke wako na watoto, hiyo amani ikiwepo inafungua milango mingi sana ya baraka. Kwa hiyo mwanamke, jifunze, kama baba akileta kidogo, kipokee kwa moyo wa shukrani. Mtie moyo. Mwanaume anakutana na mambo mengi sana huko kazini. Na rafiki yangu mmoja ni dokta. Siku moja nilimtembelea ofisini. Alikuwa ni daktari. Na sasa akikaa kule hospitalini usiku, kuna muda analala, yani kuna kasehemu kakulala. Kasehemu ambako kama mgonjwa yupo unajipumzisha pale. Ni kachumba kadogo sana. Huku nyumbani ana heshima kubwa sana, ni baba, lakini ukiona usiku wa manane, hapo ambapo anajibanza utamuonea sana huruma. Lakini huyo mtu aliniambia hakuna mlango wote wa kupata hela. Yaani ninapokuwa niko hospitali usiku kama hivi, hakuna mlango wa kupata ni mpaka labda umhudumie mgonjwa. Yule mgonjwa aamue akapenda huduma yako, akakupa 5,000 ama 10,000. Otherwise unapokea mshahara mwisho wa mwezi. Kwa hiyo usiku unatoka kulala huko hospitali. Kama umelala hospitali, kama akaniambia, lakini sasa ina maana fikiri amelala aking'atwa na mbu, au amelala kwenye hayo mazingira, kwenye yako kachumba, labda usiku amekutana na mgonjwa akaamua kumshika mkono, Dr. Asante akampa 5,000 ama 10,000, ndo akarudi na alafu wewe unaidharau hiyo fedha. Usijui, unanielewa? So wanawake wengi hawajui wanaume wanapitia nini. Hiyo 10,000 anapoileta mezani, hujui imetoka wapi. Nyingine zimejaa majasho ya damu. Yaani zingine unakuta amesemeshwa vibaya. Unakuta ni mwanaume wako, ni baba na heshima. Lakini unaweza kukuta ametukanwa hata na bosi wake. Unaweza kukuta ameambiwa mjinga ulikuwa wapi. Unaweza kukuta amedhalilishwa sana ndio akapata hiyo 10,000. Amedhalilishwa sana ndio akapata hiyo 1,000. Unaweza kukuta amehangaika sana. Sasa wewe unapoipokea ukiwa unasema ni pesa gani hii, ukiwa unasema ni hela gani hii, unamuumiza huyu mtu kwa kiwango gani? Siku anakutana na mtu huko nje anayeheshimu 500 yake, moyo wake wote unaenda so mwanamke anaanza kusumbuana tena kuombeana hapo. Ni vitu baadhi ya jumla. Na acharaje kukimbia kwa watumishi wa Mungu. Bana mnaanza kutuletea kesi. Mume wangu bana harudi nyumbani kwa wakati. Kumbe kuna sehemu akitoa 2,000 anashukuriwa kweli kweli. Kwa hiyo ninawaomba wanawake wajifunze kuheshimu chochote kile ambacho kitawekwa mezani. Kikiwa kidogo, Mungu asante, Mungu akubariki, Mungu akupe zaidi, kesho Mungu akufungulie milango zaidi. Kikiwa kingi, mshukuru. Kumheshimu mume wako, kuheshimu ndoa yako, kusiwe na uhusiano wowote na ameleta ngapi.
alafu ni mbaya sana niseme